wewe kidogo kwa habari ya neno hili. Niweke pembeni ili nikuone tu vizuri. Haleluya. Natamani jioni ya leo niseme na wewe kwa habari ya kutoka. Kutoka ni kitendo cha kutembea ama cha kugeuka ama cha kusogea hatua moja kwenda hatua nyingine. Kutoka ni kitendo cha kusogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ina maana kwamba nikisema utoke mahali hapa, ina maana ninakutaka usogee kutoka sehemu moja uende sehemu nyingine. Sikiliza neno hili, mwana wa Mungu. Neno linasema ya kwamba kulikuwepo na watu 4 waliokuwa nje ya mji, waliokuwa nje ya mlango wa mji. Hawa watu wakakaa hali zao, neno linasema walikuwa na ukoma ndani yao. Ina maana ni watu ambao walikuwa wametengwa, ni watu ambao walikuwa wametengwa na jamii nayo wahusu. Kwa hiyo kwa kuwa walikuwa wametengwa, walikuwa nje ya mji, na wakati huo neno la Bwana linasema nchi yao ilikuwa katika vita. Kwa hiyo wakakaa katika mazingira yale, hakuna wa kuwasaidia, hakuna msaada tena. Ndipo neno linasema wakakaa tena kikao, wakiwa watu 4 wakakaa wakasemezana. Wanasemezana, wakakaa, huyu anazungumza, huyu anazungumza, huyu anazungumza, huyu anazungumza. Neno linasema ya kwamba wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Ikiwa tukisema ya kwamba tutatoka tutakufa, na tukibaki tutakufa vile vile. Sasa neno ni moja, wakasemezana, kisha wakaambiana ya kwamba kuliko tufie hapa, ni heri tufe tunatembea, ni heri tufe tunatembea, ni heri tufe tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kuliko kufa katika hali hii tulionayo hapa. Wakasemezana. Walipokaa wakasemezana, neno linasema waliondoka kabla ya mapambazuko. Ina maana kumbe walikuwa ni watu wenye kujadili jambo lao usiku kucha. Walikaa wanatafakari jinsi hali zao zilivyo, walikaa wakatafakari jinsi familia zao zilivyo, walikaa wakatafakari maisha yao, hatima yake ni nini. Wakakaa wakawaza, kisha wakasema kuliko tufe hapa lazima tutoke. Nami nimekuja, Bwana wa Mungu, ninajua ya kwamba yako mateso unayopitia, iko tabu unayopitia, lakini umekaa hali hiyo, umeng'ang'ania maisha ulionayo, umeng'ang'ania hali ulionayo, umeng'ang'ania mazingira yale yanayokutesa, yanayoharibu maisha yako, umeng'ang'ania mazingira yale, hali ile ulionayo. Sikiliza pale, neno linasema wakasemezana ya kwamba tutakaa hapa hata muda gani, ikiwa hali zetu zinazidi kuwa mbaya, chakula hamuna, hali zetu ni mbaya. Neno linasema ya kwamba baada ya majadiliano waliamua ya kwamba hatutafia hapa tulipo. Nami nakupa shauri, usife hapa ulipo, usife katika misemo, usife kwenye uchawi, usife kwenye uganga, usife kwenye hiyo tabu ulionayo. Nakupa shauri ya kwamba sahi lazima uamue, maamuzi yako ni maamuzi ya kutoka. Kama inasema huyo Yesu anasema habari zake, yeye ukija kwake anakupa ushauri na kukuondolea mateso uliyonayo, anakupa shauri na kukukomboa katika tabu
asubuhi hata jioni hayaishi, lakini nataka uamue kutoka kwenye mateso. Ninataka uamue. Zingatia moyoni mwako hali ya dhambi inayokutesa. Zingatia moyoni mwako jinsi ambavyo familia yako inapigwa na Shetani. Zingatia moyoni mwako jinsi ambavyo unahangaika kila itwapo leo. Zingatia moyoni mwako. Alafu chukue maamuzi. Sema na moyo wako. Sema na moyo wako. Funika macho yako. Kama tafakari ni kwa jinsi gani ambavyo maisha yako yamepigwa mara kwa mara hata usipate msaada. Tafakari moyoni mwako. Tafakari jinsi ambavyo wamekupiga hata umeparalyze. Tafakari jinsi ambavyo wamekutupia magonjwa hata hayaponi. Tafakari jinsi ambavyo wameitawanya familia yako. Tafakari jinsi ambavyo Shetani ameharibu maisha yako. Ulikuwa ni mtu mwenye mafanikio mazuri, alafu ghafla hali yako imekuwa ni mbaya. Tafakari. Tafakari. Tafakari maisha yako. Tafakari maisha yako. Nakupa sekunde chache, funika macho yako, tafakari. Tafakari. Tafakari hali ya maisha yako ilivyo sasa. Tafakari hali yako ilivyo sasa hivi. Tafakari hali yako ilivyopigika. Tafakari moyo wako ulivyokosa amani. Tafakari. Ulikuwa ni mtu mwenye amani nyingi, alafu ghafla hali yako ya amani imeteka ghafla, na umekuwa ni mtu ambaye hauna amani tena. Umekuwa ni mtu uliyejawa mateso. Umekuwa ni mtu ambaye moyo wako unakuhukumu kila itwapo leo. Tafakari hali ya maisha yako, alafu leo yupo Yesu anakuita. Leo yuko Yesu anakuita, anasema mwanangu, njoo, ulivyoteseka yatosha. Anasema mwanangu, ulivyohangaika na dunia yatosha, sasa njoo. Yupo Yesu anakuita. Yupo Yesu anakuita. Ulikuwa kanisani, alafu karudi nyuma, hali yako ikawa mbaya, hali yako ikawa mbaya, ukazidi kuchakaa. Nataka nikuombe leo, Yesu anakuita. Ukiwa umefunika macho yako na kutafakari sana, wewe ulioko mbali, sogea kwenye viwanja hivi napoenda kuomba. Wewe ambaye upo nyumbani, unaweza ukasogea sasa kwenye viwanja hivi. Na uliye jirani, unaweza ukasogea. Ikiwa moyoni mwako umesikia kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inua tu mkono wako juu mahali ulipo. Ikiwa moyoni mwako umetafakari, alafu umeona iko sababu unahitaji kumpokea Yesu upya, haijalishi umekuwa ukisali, haijalishi umekuwa ukipitia nyakati gani ngumu, nyakati unazoweza kupitia ni moyoni mwako unazijua mwenyewe. Yale unayoyapitia pengine hata jirani yako hajui, ni siri yako. Inua mkono wako juu. Unasema unamhitaji wewe Yesu upya. Yeye haishwi na rehema. Yeye haishwi na masamaha ya dhambi. Yeye haishwi na kusamehe. Ikiwa umeamua kutoka, unasema namtaka huyu Yesu, inua mkono wako nikuombe. Na wewe ulioko mbali, sogea hapa. Inaomba usogee hapa, niombe na wewe. Funika macho yako, alafu tuimbe wimbo wa kuabudu. Nataka niombe na watu hao. Sogea hapa, wasaidieni, sogeni tu hapa, msimame hapa mbele niweze kuomba na nyinyi kwa ukaribu. Nataka niombe na wewe. Wewe ukamwonea haya mwanadamu, kwa sababu amekaa na wewe muda mrefu hata asikusaidie chochote.
nifanane nawe